Mimi shughuli hapa nimeianza muda mrefu sana, takriban miaka 17 iliyopita. Lakini nikiwa eneo langu hili la kazi na ndio nyumbani kwangu. Mafanikio kwa kweli toka miaka hiyo niliyokuwa nimefanya shughuli hapa kulikuwa na kiwanja tu, kwa sababu kiwanja hiki nilikinunua mwaka 2000 kamili. Sasa toka kipindi hicho mimi nafanya shughuli zangu na mafanikio ndio kama haya, nimebumba mpaka nimepata kibanda kama hivi. Kazi hii imenipa manufaa makubwa. Kwa mfano ndio hivyo, niko kwenye kibanda changu sasa hivi na watoto 3, 2 wa kiume, 1 wa kike, lakini wote sasa hivi wako kwenye maisha yao. Nilichobahatika kikubwa mno vile kupitia shughuli hapa, nilimsomesha mwanangu kuanzia darasa la kwanza mpaka chuo kikuu. Na mafanikio namshukuru Mungu, na kwa jitihada zake yeye mwenyewe bwana mdogo sasa hivi yuko benki NMB, yuko Kibaha. Changamoto za kazi hii hapa ziko nyingi sana, na hasa kipindi kama hiki hapa cha masika. Nguo kwa mteja inakuwa haipatikani kwa wakati, kwa sababu sina vitendea kazi vya kisasa, bali natumia mikono kufua na kukausha na tegemea jua. Ubadilishaji wa nguo vile unatokea, lakini ni mara chache sana, kwa sababu na kumbukumbu ya kitabu changu hapa. Lazima mteja anapokuja niorodheshe jina lake na idadi ya nguo. Sasa kutokana na experience niliyokuwa nayo, wala siwezi nikaleta mashati labda 3 meupe, jekundu moja, sije nikapiga hesabu kwa nikaandika kwa rangi nyekundu shati moja, hapana. Najumlisha tu idadi ya nguo kwa mashati kadhaa na suruali kadhaa. Basi kutokana na uzoefu wangu wa muda mrefu, hata nikichanganya nguo za watu 3 katika disi moja kwenye kufua, lakini lazima kila moja yani inatoka kwa yanavyotaka, sio mpaka atakapokuja labda hivi nguo zao kati ya hizi ziko wapi. Hapana, hicho kitu hakipo. Akifika tu mimi najua yuko kafika fulani, nguo zake hizi hapa namkujia. Changamoto kwenye nguo za wateja kwa kweli ni nyingi sana, lakini moja wapo nzito huwa inanitia mashaka na wasiwasi. Waweza kukuta mtu ana dawa zake za kienyeji kwenye mfuko, unaita ilizi sijui lazima waweza ukazikuta hizo, lakini kutokana na busara zangu na ninavyowafahamu wateja wangu, anapofika namrudishia kitu chake. Matatizo vile vile katika hizo nguo, mtu anaweza akasahau pini, akasahau stiki, akasahau kiwembe. Sasa kutokana na mimi shughuli zangu natumia mikono yangu, basi kwangu inakuwa hatarishi. Japo kwa haijawahi kunikuta kuumia, kwa sababu mara nyingi ninapofika nguo lazima nisache mifuko yote. Napopata uhakika kwa hiyo nguo iko salama, ndio naendelea na kazi. Sio vitu vya kushangaza sana, kwa sababu haikunitokea mara moja wala mara mbili. Imekuwa kama mtindo sasa, na kwa sababu lazima usachi kwenye mifuko ya nguo ili ndio endelee na kazi, unakutana na vitu vingi. Ndio kama nikatolea mfano pini, kiwembe na hizo ilizi. Lakini mara nyingi kiwembe mtu siweze nikamrudishia, sana nitamtadharisha, bwana mnapokuwa chips huko stiki mfukoni za nini? Umeshatumia huko, itupe huko. Sasa mimi hapa mnahatarisha mikono yangu. Lakini mara nyingi ninapokikuta na kichukulia kama kilivyo vile. Hata kama kimefungwa sitaki kufungua ndani ili nijue kuna kitu gani. Changamoto nyingine kubwa sana inatokea mara moja sana vile, japokuwa kwa muda wangu wa miaka yote hiyo hapo sidhani hata kama mara 10 imefika au mara 7 mara 8 kuchoma nguo ya mtu kwa bahati mbaya. Lakini umeunguza kwa bahati mbaya, labda ulikuwa unapiga story, moto umeongeza mwingi, kumbe kitambaa kistaili moto ile ukaunguza. Uwezi ukaificha hiyo nguo, lazima utaiweka pembeni, na akija mteja wako lazima bwana wewe imetokea bahati mbaya, dharura kama hii hapa. Sasa na ndio maana nasema haijatokea mara nyingi sana unavyomwabalisha hivyo mteja, na kwa sababu wateja wangu mara nyingi ni wale wa muda mrefu sana, kwa hiyo anakuwa ananisamehe tu, anajua bahati mbaya imetokea. Mbona mara nyingi inakuepo, lakini haitokei kama bahati mbaya, sijawahi kulipishwa. Na ingine zito sana linakuwa sisi binadamu. Mteja anaweza kuwa kaleta nguo zake labda ndani ya wiki 2 na sio kawaida yake, labda ikapita wiki 3, ikapita mwezi mzima, ukaona kimya kabisa yani. Sasa huna taarifa naye kusema labda anaumwa au labda akafungwa au kafa. Kwa hiyo nguo nyingi sana za watu wengi sana. Naopata bahati kupata taarifa kwa yule bwana mteja wako yule mbona alishafariki,
ndugu yake bwana unamfahamu wewe, si ilikuwa jamaa mimi simfahamu wala nini, basi nguo mpaka kesho kutwa ziko tu. Inapofikia muda, kwa sababu mimi Muislamu, baada ya Ramadhani huwa natoa kama sadaka tu hapa mtu yote atakayopita barabarani nikiona hii suruali inamtosha. Naichukulia ni kazi ambayo inamuongezea kipato kwenye familia, inamsaidia familia yake na uchumi wake wa kimaisha. Anaendesha kwa kazi yake hiyo ya udobi. Kwa hiyo inatakiwa uisamini wewe hadi mwenyewe aisamini.